heshima, kwa sababu hakuna mtu mwingine kama yeye anaweza sema hakuna mtu mwingine nyuma yangu mwenye anaweza pia kuleta maneno zaidi ya haya nimeweka. Maanake mwenye anaweza pia nyuma akileta maneno mengine tusifanye nini? Tusimsikie na tusiyakubali. Ndio. Endelea. Ila ule uliokwisha kuwekwa na yeye, que personne ne pose pas une autre fondation que celle qui a déjà été posée. C'est moi qui a posé et il n'y a aucune personne qui peut venir amener d'autres fondations, d'autres enseignements, celles que vous avez reçues de moi. Mungu abariki apotre Paul. Amen. Oh, mtume Paulo, Mungu akubariki. Kuitika wewe mwenyewe ulikuwa malfaiteur ya kanisa, leo unakuja kuwa consiteur ya kanisa. Tunasema Yesu uko ajabu sana. Kwa maana unaweza kamata brigawa hivi unamfanya kuwa consiteur wa kanisa yako. Oh, uko ajabu, uko ajabu. Oh, Yesu uko ajabu. Si mnajua Sauli kisa alikuwa mtesi wa kanisa. Na alikutana naye mjana na sasa, kwa nini Sauli unanitesa? Meule mwenyewe alipesa. Njoo anakia kumpatia manda ya kupoze fondement ya kanisa. Usiteze na mambo ya Paulo. Kipuusia, hauna mbinguni utaingia. Que officier de l'église. Et nous sommes derrière l'apôtre Paul. Sisi tuko nyuma ya mtume. Sasa Yesu alinitokea mara akaniambia, ukitaka niendelee na wewe, si nilikutubu. Mimi naanza fanya haiko vile nilikutubu. Rudisha msingi ya mafundisho ya mitume mkanisa yangu ili niendelee na wewe. Kama unataka. Nikasema sasa hii afere mimi sikujituma ndani. Nitakatalia wapi? Sasa nilianza kurudisha mafundisho ya mtume. Kanisa yote ikakufa. Waamini yote tulikuwa nao wote wa kwanza walishaenda wote waliendaka wote. Tuko na kanisa ya mpya. Tuko na waamini wa mpya. Mungu akafukuza wale wote wengine walikataa ukweli ya imani ya mitume, wakaenda wote wakaenda. Sasa Mungu akaleta wenyewe wanahitajika kupokea imani ya kweli. Ndio tuko nao. Amen. Njoo ile kanisa ndio Yesu anajisikia alezi. Iko anatenda ndani na Roho Mtakatifu anajisikia alezi kwa kuachilia uwezo wake ndani ya ile kanisa. Ndio. Imani ya mitume haiko ya kuleta mahuzuni. Haiko imani ya huzuni. Na haiko kwa depeise, umekuwa depeise villageois hapa. Usilimu wa Yesu sasa uko na sisi. Tuko na usilimu wa kiroho sasa. Tunabubujika ndani ya roho. Hatuabudu tena kama waabudu wa uongo. Tunaabudu katika kweli sasa. Tuko waabudu wa kweli sasa. Tunaabudu, tunajiachilia. Hatujione tena. Tunajiachilia kwa sababu tunajua ukweli na tuko ndani ya kweli. Tumedumu ndani ya kweli na tunajivunia ile kweli. Amen. Na nataka niwapatie mwaka kama hamko nyewe peke. Mwalifu apostoliki hamko nyewe peke. Mimi apostoliki kwa ajili ya kukutana na bwana harusi ambaye iko karibu. Amen. Sasa tulianza kuliwaza tukosie peke. Basi sasa nilianza hii kitu kanisa ya jamaa. Madam na hawa wapeti yangu wote ni walibaki. Na hao ndio wanatumikia Mungu. Hatuingia mgeni ukileta maranganzira ukileta vitu vyenye halikuwa mstari. Hauna utashindwa tu sasa wafanya kazi viko deja walikomprande iya ezane pase walisema hii ndio plan ya Mungu na sisi tunatembea chini ya baba. Tunatembea nyuma ya baba yetu. Akaje wageni mkikatara sisi tulishaitika. Wanapiga muziki, wanaongoza ibada, wanaomba, wanatabiri, wao peke ni manabii, wao peke ni waibaji, wao peke ni wapigani, kila kitu wanapiga wao peke. Tena wameketi safa, wote wako wanaishi na wanatumikia Mungu. Niko na sifi na kategaso. Wanatumikia Mungu. Ce sont des
donne leur dîme, qui donne leur argent, hawezi kula hata kidogo. Na hii mikutano tuko na wakuleta 100, wakuleta 500, wakuleta 200, wakuleta nini, tunaifanya